nitoe mfano wa kampuni ambayo, chukue mfano gani hapo Mungu wangu? Nichukue mfano kwa mfano wa benki. Kwa mfano wa benki. Okay. Kama unaangalia mazingira na unaona kwamba wasimamizi wa biashara ya mabenki wanakuja na sheria kali ngumu, labda adhabu kwa makosa madogo madogo, unaweza ukahisi kwamba huko tunakokwenda biashara ya benki itakuwa ngumu. Kwa hiyo sitaki kuongeza holding yangu, sitaki kuongeza hisa za ziada za kampuni ya benki kwa mfano. Lakini kama unaangalia mazingira unaona kwamba wasimamizi wanajaribu kuencourage, wanajaribu kupanua huduma za kibenki kupatikana katika uchumi, basi unajua wale ambao tayari wako katika sekta hiyo wanatoa huduma za kibenki, nafasi yao ya kukua ni kubwa zaidi kuliko kama wangekuwa wanabana. Kwa hiyo ukijua hilo itakwambia kama uongeze holding yako, ununue hisa zaidi za kampuni ya kibenki au uachane nayo kabisa, utoke, kwa sababu nafikiri tunavyokwenda mbele hii biashara itabana na faida ya kampuni itakuwa haiwezi kuongezeka. Mimi Mr. Kamugisha, kitu kikubwa nilichoki-notice leo kama mwekezaji kijana, kwanza tusiwekeze kwenye kampuni tusioifahamu. Yeah. Lazima nifahamu hiyo kampuni na biashara gani, inafanya kitu gani, lakini nifahamu thamani ya ile kampuni. Inafanyaje kazi, thamani yake ikoje, lakini pia uongozi wake ni imara, CEO yuko vipi, management nzima inafanyaje kazi, lakini pia niangalie regulator, wasimamizi na waangalizi, niangalie pia na sheria zinasemaje, policies zipoje, sera hizi za serikali zipoje. Sasa kuna mwekezaji ambaye yuko Mwanza, yuko Shinyanga, yuko Kahama, anawezaje peke yake kufanya haya yote? Nini kama Alpha Capital, kwa sababu mimi najua Alpha Capital ni moja kati ya watu wanafanya investment advisor, ni stock broker, ni fund manager, lakini pia mnafanya portfolio management. Sasa mnamsaidiaje huyo mwekezaji ambaye yeye taaluma yake ni ndogo kwenye mambo kama haya? Kabla sijajibu swali lako ni nukuu gwiji mmoja wa uwekezaji katika masoko ya fedha. Wawekezaji wengi wamewahi kusikia jina la mtu anaitwa Warren Buffett. Warren Buffett ni Marekani mmoja ambaye ni multi-billionaire leo, na utajiri wake karibu wote ameutengeneza kwa kuwekeza katika masoko ya mitaji. Yeye anasema hivi: la kwanza, usiwekeze katika hisa za kampuni ambayo hujui inafanya biashara gani. Chochote unachokiona, jua kwanza hiyo biashara inafanyika ni biashara gani na inafanyikaje, ili uwe na fursa ya kuweza kujua ukitokea hatari kwa biashara ya kampuni hiyo uweze kujua, kwa sababu unajua ili kampuni hii iweze kufanya biashara yake kwa manufaa lazima hili na hili na hili liwepo. Ukiona kitu kinatishia huko utaweza kujua kwamba inakufaa wapi. La pili, anasema kabla hujawekeza katika hisa za kampuni yoyote ile, jiulize kwamba hivi ikitokea kwamba hii kampuni haikuorodheshwa kwenye soko la hisa, je, ningependa kuendelea kuwepo, kuendelea kumiliki hii kampuni? Kwa sababu kampuni hata ambazo hazijaorodheshwa zinalipa dividend, zinalipa, lakini zikiorodheshwa unapata bahati ya kwamba bei zake zinapanda na kushuka kwa uwazi, unauona. Sasa wale wanaowekeza wakivizia bei ipande, wanataka hiyo kampuni endelee kuwa imeorodheshwa. Sasa wewe sema unachotafuta ni kwamba unataka kupata dividend na thamani ipande. Ikitolewa sokoni bado utaendelea kuwa nayo hiyo kampuni, kwa maana ya kwamba unaipenda biashara yake, unaiona ni kampuni itakayoleta manufaa. Nirudi kwenye swali lako sasa. Natambua kwamba katika soko letu wako washauri wengi wa elimu ya uwekezaji. Na sisi Alpha Capital moto, kauli mbiu yetu tunasema ni democratizing finance. Tunapenda tuwawezeshe watu wa ngazi zote waweze kuwekeza katika masoko haya. Hiyo ni kauli mbiu ambayo tunaishi, tunaitamka bila aibu na tunaitangaza ulimwengu uisikie.
sisi tunataka kudemocratize finance industry hii ya finance. Yeah. Kwa hiyo kwetu tunatoa elimu bure. Tunasema tunatoa fursa kwa watu kutupigia simu wakati wowote. Tunatoa fursa ya watu kutuandikia messages ziwe za kawaida WhatsApp au kutuma emails, lakini kama ulivyosema hapa tunakuwa na hizo sessions za kila wiki. Angalau kila wiki tuwe na session moja. Sasa hivi tunafanya Jumamosi asubuhi saa 4 ili watu wengi waweze kuingia hapo ndani. Wenye maswali waulize, kwa sababu tunajua kwamba tukisema tutoze pesa, hii elimu itawafikisha wale tu ambao tayari wanazo pesa. Wakati sisi tunataka kila mtu apate elimu ya uwekezaji ili aweze kuwekeza kwa manufaa. Watu wakiwekeza kwa manufaa, wakiungua vidole wachache, yani watu wakiungua vidole wakiwa ni wachache, kadri wanavyopunguza hao, ndivyo unavyowavuta watu wengi zaidi kuingia katika soko. Watu wengi zaidi wakiingia katika soko, manufaa ya kuwa na soko la mitaji katika nchi yanaongezeka, kwa sababu tunataka nini? Tunataka kumobilize hizi savings za watu, akiba wanazoweka watu ziwazalie faida. Ndipo allocation ya mitaji inavyoboreka, na matumizi mazuri ya mitaji katika uchumi yanawezesha uwekezaji kufanyika kwa tija, yanawezesha kukuza uchumi na wote tunanufaika. Hiyo ndio thinking yetu Alpha Capital. Okay, asante sana Mr. Kamugisha. Kweli wanasema uzeni dawa. Basi mimi nataka turudi kwenye topic. Tumeongea mambo mengi sana. Sasa nataka kufahamu mtazamo wa uwekezaji wa Tanzania. Najua umekaa kwa muda mrefu, unawafahamu miaka mingi kwenye soko la fedha, kwenye industry. Mtazamo wao uko vipi wa uwekezaji wa Tanzania? Soko la Tanzania sidhani kama lina tofauti sana na masoko mengine. Wako wawekezaji wa aina tofauti tofauti. Hizi zote tulizokuwa tunazungumza hapa wapo. Kuna wawekezaji tumewasema hapa wanaosukumwa na hofu na tamaa. Wawekezaji wanaoingia sokoni kwa muda mfupi, wanataka aingie leo, wiki ijayo atoke. Amepata kitu hapo. Katika hao labda ngoja nizitaje kwanza wote. Wako wawekezaji ambao wanakuja na utulivu na hekima ya kuyatumia masoko. Mtu anataka aweke faida, lakini akiba yake anataka ikue over time. Mtu anakuja na mtizamo wa miaka 5, miaka 7, miaka 10, miaka 15 na kuendelea labda. Anataka aanze leo kuweka akiba kwa ajili, hasa vijana nawaambia, anza mapema katika ujana wako, uweke akiba itakayokufaa uzeeni. Usifikirie habari ya niingie leo ili mwezi wa 8 nipate hela nikanunue gari, au niingie leo mwezi wa 8 nitauza nitapata hela nitafanyia hiki na hiki na hiki. Watu wanakuja sokoni kuwekeza eti wanatafuta hela ya kufanyia harusi. Hiyo uwezekano wa kuungua vidole ni mkubwa sana. Lakini ukiwa na mtizamo wa muda mrefu, kama nimetumia mfano wa mabenki, uchumi una utulivu kama tunaoona wa Tanzania. Benki ni huduma za kibenki ni huduma ambayo inatakiwa katika uchumi unaozingatia soko, uchumi unaokua. Kwa vyovyote vile jinsi uchumi unavyokuwa na hii huduma itakuwa inahitajika, na kwa hiyo faida inaweza ikawa inaongezeka. Of course system ukishaweka baki hapo, kwa sababu uendeshaji wa kampuni unaweza kuparaganyika alafu ikawa sio sawa. Utaendelea kufuatilia, lakini wewe shida yako ni kwamba nimechagua kuwekeza katika sekta ambayo najua itakuwa kadri siku zinavyopita, na ikikuwa hiyo sekta, kampuni niliyowekeza itakuwa pia nayo inakuwa pamoja na uchumi. Sasa wako wa aina hiyo wanaowekeza kwa kipindi kirefu. Hawa wanaowekeza kwa kipindi kirefu hawatababaika na kwamba bei zimeshuka zimepanda. Kama mtu ulinunua hisa za kampuni kwa shilingi 1000 mwaka jana mwezi wa 5 kwa mfano, alafu imekwenda na ulifanya uchambuzi wako vizuri, najua hii ni kampuni inayofaa kwa muda mrefu, alafu katikati hapo ikashuka ikaja shilingi 600 au 700. Kama ulichambua vizuri na unapata ushauri wa kitaalamu, utaona kwamba hauna hatari, hauna sababu ya kukurupuka na kutaka kutoka, kwa sababu matazamio ya muda mrefu ya kampuni hii ni kwamba ita turn around soko. Hawa wa mihemko
wataunguza vidole hapo, watauza, watafanyaje, watafanya yote. Actually unaweza ukaongeza wakati bei imeshuka, ukaongezea holding yako wewe katika kampuni hiyo, lakini unajua kwamba hii kampuni itaendelea kukua jinsi uchumi unavyokuwa. Ikiwa unaendelea kuangalia inaendeshwaje, usimamizi wake ukoje, sera zinazoizunguka na usimamizi umekaa vipi, utaweza kuendelea. Nimesema wako hawa wa mihemko, lakini pia wako na watulivu ambao anakuwa na malengo ya muda mrefu. Nikizungumza hili nikupe mfano mmoja ambao nimeushuhudia au nimeusikia, kwa ndoa iliyovunjika kwa sababu ya mhemko. Ndoa imevunjika kwa sababu ya mhemko. Familia moja wana mtoto anasoma nje ya nchi. Baba anatafuta hela ya ada, anajua ada italipwa mwezi wa 7 kwa mfano, miezi 3-4 mbele. Ikaja kampuni ikaingia sokoni. Sasa baba alipopata hela, ili asije akaitumia, akamkabidhi mama. Mama aitunze hiyo hela ili tarehe za kulipa ada zitakapofika, mama alete hela walipe ada. Hapa katikati kukatokea toleo la awali, IPO tunaita, initial public offer. Mama akili ikamwambia tarehe za kulipa ada zijafika, hii hela naweza nikawekeza, alafu nitauza kwa faida nipate hela hapo na mimi ya kufanyia vitu vyangu. Akawekeza. Ndio. Mawazo yake ya kwamba katika muda mfupi atauza kwa faida yakawa hayawezekani. Tarehe ya kulipa ada imefika, baba anasema leta hela tukalipe. Mama anazunguka haiwezekani. Mwisho mama akalazimika kusema kilichotokea, alivyokwama. Baba kaja juu, mtoto yuko shule nje, hajalipa ada, wakamondoa shule. Mtoto karudi, mama hela hana, kwa sababu alikowekeza hakujazaa kama alivyotegemea. Matokeo yake ile ndoa ilivunjika. Koo zilikutana zikazungumza kufanyaje, lakini baba anaiona ni kiwango cha juu mno cha irresponsibility kwa yule mama alichokifanya, kwa sababu walikuwa wakushauriana. Lakini mama ni huyo, hawa wawekezaji wa muda mfupi, niwekeze Machi, nitauza Julai nipate faida. Ikawa haikuwa hivyo. Lakini kama mama angekuwa aliwekeza kwa mtizamo wa hii kampuni itakuwa na uchumi, na mtizamo wa miaka 5, kitu cha kwanza singewekeza katika kampuni hiyo wakati ule, kama angekuwa anafikiria kuwekeza kwa kipindi kirefu. Ndio. Na ndoa yake ingekuwa bado iko hai mpaka leo. Lakini kwa sababu ya hiyo ya kutaka kuchuma haraka, tunaita tamaa. Kuchuma haraka, niwekeze leo, kesho kutwa nitoke. Mara nyingi watu wanaunguza mikono.